Roho Bwana anakuinua. Oh my God, my God. Tunaomba ya kipale. Moto wa Yesu. Moto wa Yesu. Roho Bwana shuka. Walisema kwako wataanguka wenyewe. Walikaa maisha yako wataanguka wenyewe. Walisema utembei hawajatoka viwete. Walikutumia chali. Tunapaswa tunalibatwa ya chali kule kwako. Oh my God, my God. Neema waliopewa neema wakachazwe tena. Waliopewa neema wakachazwe tena. Waliopewa neema wakachazwe. Oh my God, my God. Roho Mtakatifu ukanene na watu. Badilisha vipawa vya unabii. Wengine ni manabii, wengine watatapeli, wengine watafanya deliverance. Roho Bwana shuka. Roho Bwana wachaze. Roho Bwana wachaze. Hii neema yako, hii madhabahu yako, hii utumani yako, hii kazi yako. Tembea. Toa kifumbi, toa salala, toa kifumbi, toa salala. Oh my God. Oh yes. Oh my God, my God. Oh my God. Hatutaishi mahali penye hatueleweki. Hatutakaa kwa nyumba ya maisha yetu. Tunaondoka wazima. Tunaondoka wazima. Neema ilipendeze. Madhabahu inawaka moto. Inatafuta mahali pa kuenda. Inatafuta mkanga ikamalize. Inatafuta uchawi. Inatafuta makocha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. My God, my God, my God. Basi simama tu hapo mama yako. Thank you, Lord. Roho Mtakatifu. Mtu anifungulie kitabu cha Revelation chapter 3 verse 8. Biblia inatuambia nini? Revelation 3:8. Basi akaanza usitoke. Revelation 3:8 inatuambia nini? Naomba mtu anifungulie kitabu. Oh my God. Kabocha tarabaka. Utamefungua. Nataka mtu anifungulie kitabu. Chapter 3 verse 8. Chapter 3:8. Yes. Thank you, Lord. Matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Nimekupatia mlango ambaye imefunguliwa mbele yako. Hakuna yote atafunga. Ambao hapana awezaye kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala ukulikana jina langu. Yoyote aliyefunga mlango wako, yoyote aliyefunga maisha yako, yoyote alifunga kazi, huyo mlango kitabu ya Revelation, huko ndio tunatuma. Hiyo ndio Biblia inatumia. Maana ni Biblia unape ambaye Mungu ameachilia. Hakuna mlango wako itafungwa. Aliyefunga haijalishi ni nani, haijalishi ni mtumishi wa Mungu, haijalishi ni watu wa kwenu, haijalishi ni watu gani. Yoyote aliyefunga mlango wako, huyo ndio tuko naye na shetani. Hakuna shetani na wewe, tuko na shetani. Na yeyote alikochukua akafunga mlango wako, akakuwekelea mikono, akaharibu kazi yako, akaharibu maisha yako, akaharibu ndoa yako, inachalisha, haijalishi ni nani. Lakini leo nikiwa mahali hapa, ninatabiri the foundation
hawezi kwa maisha yako. Watu wa kwenu waliongea, watu wa kwao wakaongea, wazazi wakaongea, wakaweka laana. Laana ni yao, sisi tunaenda na Mungu. Laana ni yao, sisi tunaenda na Mungu. Wajibarikiwa wako na Mungu ndani. Hawezi laani Mungu, hawezi laani Yesu, maana Yesu ako na sisi, tuko na yeye, ako ndani yetu na tuko very powerful. Hawezi tulaani, hawezi. Laana imetomo, laana ya wakanga, don't happen, haitafanyika, maana imefika masaa ambayo Roho anasema nitapokolesha watu wako. Tazama, nimetumana mwenyewe watu wangu wakaachiliwe. Kitabu Isaya 45 Biblia ikaniambia kwa ajili ya Yakobo, kwa ajili ya Israeli nitanyamaza, nitaendelea. Chochote iliyofunga watu wako ninawafungua. Roho anashuka, Roho anatembea, Roho Mtakatifu. Roho my God, walisema sana kwa sauti zao, tunasema kwa sauti moja kwamba hapana, kwamba hapana. Roho anashuka, Roho Mtakatifu. Hiyo familia, kila minyororo, kila sataka waliotoa kwa miungu ikakatike, ikawachane. Minyororo ya ndoa, minyororo ya madhabahu, tunavunja. Oh my God. Yes. God. Watu wakwenu wasema ni wewe tu. Watu wakwenu walikwambia ni wewe tu wanatafuta. Umebaki peke yako. Wakati Elisha, Biblia ikaniambia kitabu ya Genesis 18 by 5:18, kitabu ya Numbers Genesis 18, Biblia ikaniambia kwamba Biblia ilifika maandiko ikaniambia wakati Elisha the first time, Biblia ikaniambia Elisha aliangalia akaambia Mungu, watu wako wameuliwa, manabii wote wameuliwa, nimebaki peke yangu, nimebaki peke yangu. Tazama hata mimi wananimaliza. Kila magonjwa ambayo ilimaliza mama yako, yote magonjwa uko nayo, magonjwa ya pressure, magonjwa ya ulcers, yote ilimaliza wazazi. Tunafunga kila magonjwa ya pasa, kila magonjwa ya kansa, Father, ninafunga magonjwa ya pressure iliyekuwa na mzazi wako, yote inatafuta wewe, ikasema ni hapa, maana wewe ni nyumbani, imekaa ndani, inaachilia leo. Unafunguliwa. My God. Oh, Roho Mtakatifu, Roho anakashuka. Utanifungulia kitabu ya Samueli 91. Oh my God. Utanifungulia kitabu ya Samueli 91. Kuna ujumbe hapo nataka nifuatilie. And then I pray for you. Ni makawesha na wakatara wakanibasa. Biblia inaniambia kwamba maadui wako wataanguka mbele yako, watakuja kwako, wataanguka mbele yako, watakuja kwako. Oh my God. Umeinuliwa juu sana kwenye Zaburi 91. Aketie mahali pasiri pake, aliye juu atakaa katika uvuli wake. Mwenyezi Mungu. Thank you Lord. Mungu kitabu ya Ezekiel chapter 20 verse 13. Ezekiel 20 verse 13. Umeinuliwa Baba, juu. Umeinuliwa juu sana, umeinuliwa. 20 verse 13. Baba umeinuliwa
Ezekiel 20:13. Umeinuliwa Baba, umeinuliwa juu. Some pasha kwenyewe. My God, my God, my God, my God. Pasha 13. Pasha 13. Kuanzia 13 mpaka 15 hapo. Ezekiel 20:13. Yes. Lakini nyumba ya Israeli waliniasi jangwani, hawakuenda katika amri zangu, wakazikataa hukumu zangu, ambazo mwanadamu ataishi kwazo, kama akizitenda, na sabato zangu walizitia unajisi sana. Ndipo nikasema, nitamwaga hasira yangu juu yao jangwani, ili niwaangamize. Lakini nilitenda kwa ajili ya jina langu.